Fresh. Mama wangu kuna tatizo. Leo asubuhi nilikuja kwa bibi mkubwa pale. Nina mazungumzo nimekuja kumcheki dada yako. Dada yako na siku ya 3 nyumbani hayupo. Siku ya kwanza ameniaga bwana nakuja kwa bibi mkubwa, nikamwambia poa haina noma. Nikajua atarudi. Kwa siku ya kwanza hajarudi. Siku ya pili hajarudi. Leo siku ya 3. Nikabisa nichukue tena simu nimpigie. Wakati nampigia simu amepokea, lakini vitu anavyoongea anavijua mwenyewe. Kwa sababu alikuwa anaongea yeye afu mwisho wa siku akakata simu. Sio vizuri. Sasa sijajua nini ambacho kinaendelea hapa kati. Sasa pengine mwenzangu unamjua alipo au uliweza kumuona katika pilika zako? Sema kweli mwamu, mimi sijui chochote. Hata asubuhi bibi mkubwa aliniambia. Nikamjibu hivyo, mimi sijui chochote. Kwa maana na kama wiki 2 hivi sijampigia simu wala kunipigia simu. Pole sana. Pole sana. Yaani najua jinsi unavyojisikia. Pole. Ila karibu sana. Karibu sana. Unajua sasa hivi maisha ya ghetto. Na mimi naona. Ila nikwambie kitu kimoja tu kwamba ondoa hofu sana. Ondoa hofu. Amini usiamini kwamba simu itapatikana. Yaani amini mimi. Uzuri wa watoto wa mtaa wote ambao wanafanya vitu vya ajabu ajabu. Sawa? Mimi nawajua. Itapatikana kweli ji? Yaani niamini mimi kwamba simu itapatikana. Labda awe aliochukua yani sio mtoto wa mtaa. Lakini kama mtoto wa mtaa lazima itapatikana. Unaelewa sio? Sawa. Unajua simu yangu na mambo mengi. Najua. Mambo wewe na amani. Sawa. Karibu sana. Asante sasa kwa majirani zako. Aingiza mke. Hatari. Wafikiri mimi na mambo hayo. Mimi sina mambo hayo sasa. Nishakuwa sasa hivi. Zile habari za kona zile nimeacha. Sasa hizi fanya kazi bora. Tupo Uswahilini huko tunajipanga na baadaye. Mambo ya unajua leo. Kwa tunajitafuta hapa mambo yakikaa fresh kada fahamu zaidi. Sababu ndugu yangu hapo. Acha nifanye mpango niende hapo kati hapo kuna mama mmoja anakanga kuna kuku na samaki. Akachukua hapo kitu osi. Kama kawaida. Mambo unajua sinaga nanilia. Nakujua wewe mbaya kwenye mambo haya. Unapika mpaka unapitia. Kwa hiyo sijui chochote hapa. Labda nikuulize. Kwani mligombana? Mwamu, hakuna ugomvi, hakuna nini. Hatujapishana kauli, hatujapishana nini. Na mimi namjua, kama kungekuwa na tofauti mimi namjua. Aliniaga nikamwambia sipoa haina noma. Nenda, na nikajua atarudi. Sasa shida ni nini hapa? Yaani ndio mimi mwenye shida kuelewa. Ila poa haina noma. Mimi nimepata dharura. Kidogo nasafiri. Na siku kama 3-4 nitakuwa sipo. Ila lolote kalo lipata, mimi naomba tu tushtuane, tuwasiliane. Basi haina shida, hiyo ishakuwa tatizo. Lazima mawasiliano ya simu yawepo. Ondoa shaka. Basi poa mwamu, haina noma. Inabidi iwe hivyo, lakini issue iliyopo ndio hiyo. Unajua hata mama kamchanganya kinoma. Yaani mama hana raha. Toka umwambie taarifa hiyo. Oi.
Nini? Kaka. Inakuwaje? Fresh vipi? Shebe. Nimepita hapa kichochoroni pale kati pale nikakutana na yule mshikaji wako. Manengenja. Nikamuulizia akasema nahisi ndo atakuwa huyo. Akaniambia kwamba nije kukucheki mabondeni huko, si kuna kempo ambao mnakaa kao. Sema nini, mimi huko sasa hivi tayari shahama huko. Kutokana na watu wadogo wametazarau, kwa hiyo sasa hivi napatikana hivi kati. Kama kuelekeza hajakosea sana. Kwa hiyo ukinitaka mimi muda wote ingia chaka ili hapa hapo kati hapa ndio napoishi. Okay. Nimetoka nimekutana na shangazi, sio lini ilikuwa ile, akaniambia kwamba umetoka kama una wiki hivi umetoka, si ndio maana yake? Sasa kwani usingeenda kijijini kwa babako kaka? Asa mimi bro nitaondokaje kijijini wakati sina nauli? Mimi ndo kwanza nimetoka nimeingia hapa, sasa naondoka toka vipi sasa? Sasa sikiliza. Naomba unisikilize kwa makini. Sawa? Leo kuna mshikaji wangu pale kuja home pale. Sawa? Yaani kile kitendo cha kushuka tu. Kuna madogo sio walikuwa watatu, sio walikuwa wawili. Wamemkamata na wakamchukulia simu yake. Unasemaje? Unaelewa sio? Sasa najua watoto mtaa wote wanafahamu vitu vya ajabu ajabu kwamba wewe ndio konta wao. Yaani wewe ndio kila kitu. Umeona? Kwa hiyo issue mimi nakuachia wewe. Pambana unavyopambana. Hakikisha kwamba ile simu inafanyaje? Inarudi yani. Unaelewa sio? Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba ameshuka tu watu wamechimba nasi ndio? Yaani ameshuka tu kwenye bodaboda wakamtolea kisu akachukua simu yake yani. Ujue brother hizi zarau ujue hizi zarau ujue. Unaona? Watoto wadogo hata michongo mazarau ujue. Wagwani sisi wenyewe tunaheshimu kitaichi sheria yote, kila mmoja itiketi tunazingatia, afu wanakuja hapa kuja kuharibu. Sasa sikiliza, yani fanya wewe unavyojua. Yani fanya unavyojua yani. Hakikisha kwamba simu inafanyaje? Inapatikana. Umeona Kwa hiyo kwamba rafiki yako ni besti yako kwamba amemtingisha, si ndio? Rafiki yangu, classmate wangu yani. Umeona? Yaani alikuwa yeye hapa mimi hapa. Afu kuna kitu kimoja na kihisi ujue. Kuna watoto fulani hivi wanakaa kati hapo Pentagon area hapo. Hao ndo sasa hivi nimepata sifa zao kwamba hao watu chafu. Wanaharibu kishenzi yani. Yaani wanakunya na chama vya njano alafu sifa ambavyo tunazipata sisi. Mimi siwezi kubali kwenye hili brother. Niachie mimi, nitapambana juu chini. Fanya unavyofanya, kisha kwamba simu inafanyaje? Inarudi. Alafu kingine, kwani usiende kuishi kijijini wewe? Mimi swala wewe unajua mtaa kabisa, mtaa ushakuchoka huu. Umeelewa? Kama umetoka kwa msamaha rais, yani shauri yako. Mimi nitalizingatia, sema mimi nitacheza nao hao watoto wadogo, watoto chipkizi. Yaani namba 15 wananitana badii. Tikeli simesaulika. Nirudisha tu. Atash. Yeye pale kwa bado kidogo tu niondoke. Nimeshuka wala nimechoka tena masara kimbia. Kame tu. Yaani shuga yangu nilivyochoka. Yaani hata sielewi. Yaani sielewi kabisa. Hapa nilipo ninapokuambia nimetoka kumtafuta shemeji yako. Nipege sare yangu mimi nikarekebisha sasa hivi. Ndani ushaisha. Sare mpaka dakika haijafika. Upo. Sare haijafika. Kwa cha kufanya wewe kuwa na subira tu. Yaani hapo unaponiona nimechoka kama mbwa. Hebu tulia bibi. Mbona una haraka kama unaogea nje? Hii simu ndugu yangu kainiletea eni. Upo. Eni ukarudi alofungwa simu miaka 4, simu miaka mingapi karudi? Toba. Katoka ndugu yangu. Wewe. Leo kaja kaniletea hii simu. Hii simu nini ananiambia nataka laki 100? Laki 1. Hebu ngoja kwanza bwana. Shuga wewe. Wewe na simu kali kama hii wapi na wapi? Kwa mimi sinaweza kushika simu kama hiyo. Dharau hizo. Mima, shoga yangu subiri. Zile kwanza bwana. Ndugu wangu sio kwa tambo hili. Basi ndio sidondoshe tu. Na maana unaburugeza geuza alete tena. Ngoja kwanza. Nini kwani shoga yangu? Mbona hivyo? Shoga yangu si mbonge la simu dada. Ndio sitoshaiona. Ale. Shoga yangu. Wewe naye si ushaiona tayari simu ndio anauza eni laki 1 kwa mpaka saa hizi ninavyokuambia shemeji yako sijamuona. Hapa nimevurugwa. Laki 1? Kwa laki 1 tu? Laki 1 tu eni anataka nakwambia hii simu ndio maana unaona ninahangaika hapa. Maana shoga yangu mpaka nimevurugwa.
Bibi sio kwa simu hiyo, ni maana mzangu tuache masiara. Kwa hiyo nasemaje kwani? Mimi nitakuja saa 2 kwanza kuja kufuata hiyo sana, lakini nakuja kujipula huko kushoga yangu. Njoo jipodoe huko, kunataka hii simu nikaonyeshe mchezo. Ndio maana hapa ninapokuambia huko nimemkosa, nataka nikamwangalia huko kwenye kijiwe chake. La sivyo ningeenda ndio shilingi 50 ni. 50? Ndio. 50 ya mzigo wa watu shoga yangu atakaoipeleka kwa kampani. Bibi wewe.